Wale wanazunguka huko wakitukana rais waambiwa watulize boli. Sisi ndio mafundi wa hii maneno. Hii ni mambo kidogo hii, these are small issues. Usiharakishe sisi. Yes, don't distract us, we are busy. Tunataka hata tuweke signpost hapo inasema men at work. Yeah. Watu wengine mlipewa viti kubwa mkaharibu. Badala ya kutumia ile kiti kusaidia wananchi na kunufaisha Wakenya wakaharibu, sasa wanapiga kelele wakiwa msituni huko. So tunataka msitu distract, tuko busy. We are very busy. Tunataka tuandike men at work. Siku ya siasa inakuja next year. Tukutane hapo mbele my friend. Kila mtu akuja na rekodi yake. Akifika hapa Emening, aseme siku ile alikuwa na kiti kubwa kama hii ya fireman. Aliletea watu ya Mogotio nini? Alisaidia kuleta maendeleo gani hapa? Si mimi nitajitetea? Si wale wengine watajitetea? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni fire si fire? Hao watu wadogo wametukuta kwa siasa, wametuacha kwa siasa. Halafu wanaturingia hapa, mtu anazunguka tu mahali moja hapo anapiga kelele sijui nini. Mambo ya siasa sisi ndio mafundi. Next year kila mtu atoke na rekodi yake. Hakuna shortcuts. There is no shortcut my friend in leadership. Lazima ueleze umefanya nini. Hata hapo kwako nyumbani kama hujafanya kitu watasema upotee. Ama namna gani jameni? Yes, watasema upotee kama hujasaidia. Sisi tunajua Gachagua, mimi mwenyewe nilipokuwa naibu waziri wa Uhuru Kenyatta. Gachagua alikuwa PA ya Uhuru. Na yeye kazi yake tu ilikuwa kuiba pesa. Alikuwa anachukua pesa, sisi hatuoni pesa mahali inaenda, tunaambia enda ombea Uhuru kura, kumbe anaenda na pesa. Mimi nataka niseme yale yote ambaye sisi tumekuja kufanya katika nchi hii na mheshimiwa rais ambaye anaelewa shida zetu, na vile umesema hata nikirudia ni bure kwa sababu unajua yote. Kitu tunataka kukuhakikishia, hii watu wakisema jambo, they don't lie. Hakuna mkale hapa anadanganya au mnadanganya. Mkisema ni hivyo ni hivyo. Mkisema hivyo ni nini? Hivyo. Sasa wewe kuwa tayari kwa hii mambo ya 4 term, kwa maana tunaenda mpaka mwisho. Hatutarudi nyuma. Na mimi nataka hata nikuja niambie Wameru wasikie kwa akili yao. Karibu. Yale ambaye mimi ninajua katika Kenya hii, nataka niwaambie kwamba sisi tutakuunga mkono kwa sababu umejitolea na nguvu yote, na wale wakora wote wanaongea juu yako vibaya, mdomo yao itazimika hivi karibuni. The solution of the hike in the fuel prices of the world is not in demonstrations. Even if you demonstrate, that price cannot change. The solution is in policy interventions by the government of Kenya to make the prices stable and reasonable for the people of Kenya. We have already taken some measures. The VAT has already been reduced from 16% to 8%. We will take other measures in the short term and in the long term to make sure we cushion the people of Kenya from hikes that are associated with the rising fuel prices. Rais Ruto ni fire si fire. Nikienda Nairobi nisalamie rais. Nimwambie aendelee. Nimwambie ni 2 term. Aeng. Arambe. Kuna wakora, Your Excellency, nimeona juzi, sisi wote tunajua Kenya inaendelea kwa dunia. Hizi dunia imekuwa global village. Sisi wote tunajua kwamba kuna vita baina ya Iran na Israel na Amerika. Ni makombora tu hiyo dunia. Hii makombora kufanyika, kuna barabara yenye mafuta inapita. Ile meli ya mafuta inapita, inaitwa Strait of Hormuz. Ikafungwa. Kufungwa kukatokea na shortage ya mafuta juu penye inapita imefungwa.
Badala watu wenye wako na kichwa mzuri, wenye wako na kichwa timamu, wakubaliana kwamba there's a global problem na Strait of Hormuz imefungwa, wanasema rais na fireman wameongeza bei ya mafuta. Wewe nikuulize wewe wa Munyoro na hiyo hati yako, si wewe wewe ni mwanaume na wewe ni msema kweli, si uchukue rungu na panga uende Strait of Hormuz ufungulie mameli ilete mafuta, tuaje kuwa tunahangaika hapa mambo ya mafuta na unajua penye imefungwa. Mafuta haijafungwa State House, mafuta haijafungwa Sugoi, mafuta haijafungwa kule Tharaka-Nithi, haijafungwa kwako wa Munyoro, mafuta imefungwa Strait of Hormuz. Uko na wanaume wa Arabu kalikali. Sasa wewe unaona kama unatupenda, tafuta panga, tafuta rungu, tafuta mshale, ile unakuanga na helmet na unakuanga na bulletproof kwa faa ile helmet unavanga. Enda kule Strait of Hormuz, fungulia mameli, mafuta ifike Kenya, uze mafuta kwa bei nzuri. Lakini ya pili, kuna kijana ambaye ni rafiki yangu, amekuwa na mauchungu na bitane sana. Kijana amekuwa na mauchungu mingi sana. Ili tuongeze bei ya VAT ya mafuta last time, yeye alikuwa chairman ya budget. Yeye mwenyewe ndiye alipitisha bunge. Yeye mwenyewe ndiye alitushawishi kama wabunge tuongeze VAT ya mafuta ndio tupate pesa ya budget akiwa chairman ya budget. Leo sijui aliamuka usiku gani kwa usingizi gani, amerealize VAT ni 16% na yeye mwenyewe ndiye aliongeza hiyo VAT kutoka 8% mpaka 16%, ndio rais ameteremusha. Hii akili yako umesinduka, ulikuwa umelala kwa kitanda gani? Ulikuwa msituni gani au kuona hiyo siku? Wewe ni kama unafikiria na tumbo yako. Wakati ulikuwa unakula ulikuwa uone ni 16%. Wakati hauko chama na ukuli mwenye ulikuwa unafanya budgeted corruption, ulikuwa unaweka pesa pale ndio uende uibe. Saa hizi hauna, kwa hiyo mahali ya kukula budgeted corruption ndio umaamuka kwa usingizi una realize VAT ni 16%. Na wewe mwenyewe ndio mkora, umefanya state capture kwa ile department ya serikali yenye inahitaji mambo ya mafuta iteremuke. Wewe mwenyewe ni mkora, unakaa hapo kwa hiyo kona. Wewe wacha ukora ya pesa nane. Wewe Fire si fire. Fire si fire. Kenya nzima wakati Rais Ruto ameapishwa, amekuta ya kwamba iko deni kubwa. Contractors walikuwa wamehama site, barabara zile nyingi zilikuwa zimeanza zikakwama. Lakini rais, vile uchumi umeanza kuinuka kiasi, amepata pesa ya kutosha. Sasa amelipa ile madeni ya makontrakta wote Kenya bilioni 177 ambazo zilikuwa madeni ya miaka 5, miaka 6 iliyopita, na makontrakta wote wamelipwa. There is no single contractor in the Republic of Kenya ambaye anadai serikali pesa yake. 177 billion shillings have been paid, pending bills which had been accumulated since 2021, 5-6 years ago. Wao makontrakta wamerudi kazini, na sasa hii Kenya tunajenga zaidi ya kilomita 6,000 mpya ya lami. Na hapa Baringo hoye, Baringo hoye, Mogotio hoye. Mimi leo nimeona baadhi ya hiyo barabara ambayo iko hapa Mogotio, barabara ya kilomita 78 ambayo inaunganisha Mogotio na Lake Bogoria na Kitur na Kisanana paka Kamukunji. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rais Ruto anatujengea barabara ya kutoka Mogotio kusikanisha Lake Bogoria, Kipkitur, Kisanana, Kamukunji. Hiyo barabara ni kilomita 78. Pesa ambayo inatumika ya serikali ni bilioni 3.7. Hiyo barabara imewekwa lami 58%, iko na lami, na ile imebaki itakamilika ndani ya mwaka mmoja. Hivi karibuni, kwa sababu ya vita ambao inaendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran na mataifa ya huko Guba, Persian Gulf, hiyo vita imeleta misukosuko ya mambo ya mabei, sana sana bei ya mafuta. Serikali ya Kenya itafanya vyovyote vile kudhibiti hiyo hali, na mimi nataka wananchi musichochewe na viongozi ambao ni matapeli
na viongozi ambao hawana agenda na hawana chochote ambacho wanaweza ambia wananchi kama sera, ati muhatarishe, ati asijui muhatarishe usalama wa taifa letu, ati kwa sababu mafuta imeongezeka kwa sababu ya vita ya Marekani na nchi ya Iran. Serikali imechukua hatua tayari na itachukua hatua zingine katika siku ambazo zinakuja. Already tumeanza kuona mabadiliko kwa sababu vile mafuta ilipanda. Kitu ya kwanza rais ameamrisha siku 2 zilizopita ni kuondolewa ama kuteremushwa kwa ile ushuru ambayo tulikuwa tunaokota ya kufanya maendeleo. Tukasema maendeleo isubiri kidogo, hiyo ushuru rais akasema iteremuke kutoka 16% ikuje 8%. Rais Ruto ni fire si fire. Na bado watu wanasema hapa ngenge, bado iko hatua zingine jikoni ya kuteremusha. Ile ilikuwa imetangazwa sijui 206, sasa imefika 197. Na bado iko hatua zingine tunachukua hapa mbele, tutadhibiti hiyo bei irudi mahali ilikuwa, ndio wananchi wasiumie maneno ya uchumi.